Jana tumeangalia maana ya roho ya utii, ya kwamba in short ni kwamba ni ile hali ya kusikiliza sauti ya Mungu na kufuata maelekezo yake na kutii yaliyo mapenzi ya Mungu. Hiyo ni roho ya utii. Lakini kumbuka, roho ya utii huwa haiji bila ya kuwa na moyo wa unyenyekevu, moyo wa kujishusha, moyo wa kukubali kile Mungu anachosema hata katikati ya upinzani. Lakini pia nikasema katika kutii kuna mambo mawili. Kuna kutii kwa hiari, lakini pia kutii kwa bila hiari. Nikasema kwenye kutii kwa hiari tunamwona babu yetu Ibrahimu alipoambiwa na baba yake wa mbinguni ya kwamba nenda mahali fulani na mimi nitakuwa na wewe. Hakuanza kuuliza maswali, hapo hapo aliweza kutii. Na watu wengine ndani ya Biblia ambao walitii kwa hiari zao. Lakini pia tunakuja kuangalia upande wa pili ya kwamba kuna watu ambao walienda bila hiari yao, kama vile Yona. Yona alienda bila ya hiari yake kwa sababu ya habari nyingi alizozisikia kwa huo mji. Aliamua kukataa, akiogopa kufa, akiogopa kuteswa, akiogopa kuuliwa. Yako mambo mengi, lakini leo tunaona tena katika kitabu hiki Agano Jipya kwa habari ya Sauli ambaye alikuwa akilitesa kanisa sana. Alitesa watakatifu wa Mungu, ametesa watu. Unaweza ukaimagine hali ilikuwaje kipindi hicho. Kama tu leo tunaposikia watakatifu wenzetu huko Nigeria wanachinjwa, mioyo yetu inaumia, inalia, tunafunga na kuomba kwa ajili ya watakatifu walioko huko. Tunaona watu wanachinjwa, shingo zao zinakatwa, lakini bado watu wanalia uchungu wa kiungu, kwa sababu sisi ni mwili mmoja. Mtu mmoja akiumia, kanisa limeumia lote duniani. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini bado tunaona ya kwamba watu hawakuchoka kuifanya kazi. Leo hii tunamwangalia Sauli, alilitesa kanisa la kwanza. Aliwatesa si mateso ya kawaida, watu wa Mungu. Tunapita kwenye mateso, lakini kuna watu wamepita kwenye mateso makubwa ya uchungu. Unachinjwa, unapigwa, unateswa, unasulubishwa kwa sababu la jina la Yesu Kristo. Tunaona wakati huu Sauli amechukua barua, anaelekea kwenda Damaski kulitesa kanisa. Na Mungu wakati huu anafanya yote, Mungu alikuwa akimtazama. Si kwamba Mungu alikuwa aoni. Na ninajua kipindi hicho kanisa lilikuwa na maswali mengi sana. Kanisa lilikuwa linakaa chini na kujiuliza, kwani huyu Mungu tunayemwabudu ni Mungu aoni? Ni Mungu ambaye hajui tunapitia nini? Kanisa lilikaa chini na kutafakari, tumekosea wapi? Yamkini kuna mahali tumekosea. Watu wetu wanakufa, ndugu zetu wanauliwa na huyu kiongozi anaitwa Sauli. Habari hizi zilienea kote katika mji wa Yerusalemu. Ulienea katika maeneo yote kwa habari ya kuteswa kanisa la Mungu. Anania, mmojawapo walikuwa ya wanafunzi wa Mungu waliokuwa wakiomboleza, ni kama mateso yanayopita katikati ya kanisa. Anania alifeel pia, alijisikia ule uchungu, aliusikia vile watu wa Mungu wanavyokufa na kuuliwa. Lakini tunaona ya kwamba huyu Anania ambaye amesikia habari za Sauli, Mungu anamtokea, anamwambia ya kwamba nenda ukaulize kule Yerusalemu, kuna mtu anaitwa Sauli. Nenda ukamwombee, kwa sababu saa hii ninapoongea na wewe yuko magotini anaomba. Tunaweza tukajiuliza, Sauli alikuwa anaomba kwa Mungu yupi? Lakini Mungu alikuwa amemtazama. Mpendwa, kuna watu duniani wanapita kwenye mambo, wanafanya mambo ya kikatili wakijua ya kwamba wanamfurahisha Mungu. Sauli alikuwa anajua ya kwamba kulitesa kanisa ni kulinda imani yake, kulinda mshikatolati hasa
ambaye ameokoka kwa upande huo. Alikuwa anaamini katika kulitesa kanisa, ni anatetea imani yake. Alikuwa anatetea imani yake kwenye sehemu ambayo sio sahihi. Lakini Mungu alikuwa anatazama, hiki ni chombo changu, kwa sababu kwa bidii hii alionayo huyu mtu anaweza kafika mbali akiingia kwenye upande wa pili. Bwana asifiwe. Kama Mungu hakumkatia tamaa Sauli pamoja na mabaya yake yote, pamoja na kuchinja watumishi wake, kama Mungu huyu aliyekuumba hajawahi kukukatia tamaa, hajawahi kusema nimechoka na wewe, hajawahi kusema ya kwamba siwezi tena kukusikia, hajawahi kusema ya kwamba mimi na wewe tena basi, kama huyu Mungu aliyekuruhusu uishi na kupumua na kuiona asubuhi ya leo na kuona neema na wema wa Bwana, kwa sababu fadhili za Mungu ni mpya kila siku asubuhi, hajawahi kukuchoka. Hakumchoka Sauli hata kama kuwa mtoto wake kweli. Hakumchoka Sauli angali alikuwa alitaji jina la Yesu, alikuwa akilichukia sana jina la Yesu, lakini Mungu alimbeba kama alivyo. Mimi na wewe ni nani? Mara ngapi tumewachoka watu? Mara ngapi tumewakatia tamaa watu? Kuna watu wengine wamekuwa ni miba kwetu. Kuna watu wengine umewasaidia kama Mungu alivyomsaidia huyu mpendwa wetu Sauli, akimpa afya njema, akimlinda, akimsaidia hata katikati ya uovu wake. Lakini Mungu hakusema ninaikata pumzi kwa Sauli. Aliendelea kumshikilia kwa sababu anaamini ipo siku moja atabadilika. Aliendelea kuishika ile imani ya Sauli, akiamini katika imani kuna kugombaniwa, na katika kutii kuna mambo mengi yanaweza kumsababisha mtu asielewe ni nini anafanya. Bwana asifiwe. Haleluya, kanisa la Mungu. Kuna watu wengine wamekuwa maumivu kwetu. Kuna watu wengine wamekuwa ni sababu ya sisi kuwa jinsi tulivyo. Kuna watu wengine ambao tumewasaidia wamegeuka kuwa miba kwetu. Kuna watu wengine ambao tuliwatetea wakati wa shida zao, leo wamegeuka. Lakini bado hawa watu Mungu anakusemesha uende ukatoe msaada kwao kama Anania. Anania anaisikiza sauti ya Mungu, na Mungu anamwambia hapana, huyu mtu nimesikia habari zake nyingi. Nimesikia wapendwa wangu tuliofanya nao kazi yako akiwachinja, akiwafanyia mambo mabaya, akiwashtaki. Nimesikia habari zake, na hata sahihi Mungu wangu ninapoongea na wewe yuko njiani anakuja kulitesa kanisa. Inakuaje unaniambia niende? Sikia nikwambie, mawazo ya Mungu si mawazo ya mwanadamu. Mwambie jirani yako. Kuna wakati mwingine ukimtafakari sana Mungu, hauwezi ukamwelewa ni namna gani anafanya kazi yake. Na ndio maana ametupa kumjua kwa sehemu. Kila siku lazima tumjue Mungu kwa sehemu. Hatuwezi kumweka kwenye kikombe kimoja. Mungu ni zaidi ya akili zetu. Mungu ni zaidi ya fahamu zetu. Kuna wakati mwingine unabishana na Mungu, unasema hapana Mungu, hii haiwezekani kuwa hivi. Lakini Mungu anasema ya kwamba katika hili nipo. Nenda Anania, nenda kaombe kwa ajili ya huyu mtu. Ninapoongea na wewe sahihi yuko chumba cha siri. Sauli anaomba, anamlilia Mungu. Ameona maono, kuna mtu anaitwa Anania atakuja kuniwekea mkono na mimi nitapata kuona. Mpendwa, ni kweli kuna watu wametenda mabaya juu ya maisha yako. Ni kweli kuna watu wamekufanyia husuda na mambo mengi sana ya kuumiza moyo. Kilichokuwa kikitafutwa katika hayo ni uchungu wa moyo usiweze kumtii Mungu.
Kusikia habari mbaya ni kujengewa moyo wako uwe na uchungu wa kuto kukubali kile kitu kinachokuja cha kiungu mbele yako. Utasema hapana, Mungu, siwezi. Huyo mtu amefanya mabaya sana machoni pako na machoni pa watu, lakini pia machoni pangu. Siwezi kumpokea, siwezi kumkubali, na wala siwezi kumsikia, kwa sababu nimeshuhudia watakatifu wenzangu wakimwaga damu. Unaweza ukafikiria namna gani Mungu yuko. Anania anamwambia Mungu, hii kitu Bwana inawezekanaje? Lakini Mungu anamwambia ya kwamba nisikilize mimi, fanya tu. Mwambie jirani yako, fanya tu. Unajua, katika kumtii Mungu kuna kuwaga kama vile mtu fulani hana akili. Katika kumsikiliza Mungu na kufuata maelekezo ya Mungu, pana kuwaga kama vile huyu mtu kachanganyikiwa. Ndio maana Yesu alisema, unajua, msalaba kwa watu wasioamini ni upuuzi. Ni kweli, lakini sisi tunaoamini tunajua thamani ya msalaba. Tunaheshimu msalaba, tunaheshimu damu ya Yesu, kwa sababu kuna siri kubwa ambayo wengine hawaijui. Kuna wakati Mungu anakuambia fanya jambo fulani, nenda ukafanye. Saa nyingine Mungu anakuambia mwachilie huyo mtu, msamehe, kwa sababu anachokifanya kijui. Hajui katika hili nipo. Huyo Mungu anakusemesha juu ya watesi wako, wabaya wako, wanaokufanyia mambo ya fitina kila siku. Huyu Mungu anakusemesha, nenda kawasaidie, nenda ukaonyeshe upendo wangu kwao. Sio kitu kirahisi. Mungu alipokuwa ananipa hili somo, nilikuwa namuuliza Mungu, roho ya utii tena kwa kanisa la Mungu kwa majira haya, roho ya utii. Sina uhakika sana Mungu anaweza karuhusu somo la utii kama kuna mahali hatujaenda kinyume na yeye. Anatukumbusha tusimame kwenye nafasi zetu. Anatukumbusha tujijue sisi ni kina nani. Anatukumbusha tujue ya kwamba pasipo yeye sisi hatuwezi. Hata kama Mungu angetuita kwa namna gani. Jana nimewapa ushuhuda wangu, nikawaambia kuingia katika huduma haikuwa kazi rahisi. Mungu alijifunua kwa namna pekee. Niliwapa ushuhuda nikawaambia sauti ya Mungu ilikuwa kwangu. Tena kwa sauti, kuna sauti zile za polepole, lakini kwangu Mungu alisema nenda. Haikuwa rahisi. Katika kila neno linapokuja la kutii sauti ya Mungu, huwa kuna mambo mengi yanainuka. Huwa kuna vita. Bwana asifiwe. Kwa sababu vita hii inapoachiliwa, ninatafutwa wewe ukosee ili uweze kuhukumiwa na kushtakiwa. Na ukikosea mara moja, umepoteza kitu kikubwa cha kifalme ambacho Mungu amekuandalia. Nikawaambia jana ya kwamba kuna vitu ambavyo havionekani kwa macho ya kibinadamu. Hivyo ndivyo Mungu huwa anavithamini kwenye maisha yetu. Lakini sisi ni watu tunaokimbilia kuangalia vitu vinavyoonekana. Lakini asubuhi ya leo mpendwa, ninakuambia ya kwamba mwambie Mungu, nipe kuona vitu vilivyojificha silini kuliko kuviona vitu vinavyoonekana. Vizuri vinachanganya. Muulizeni mfalme Sauli alipoambiwa na Mungu akateketeze katika ule mji, alibakiza vitu vinono kwa sababu alikuwa anaangalia kwa macho ya damu na nyama. Hakujua Mungu si wa namna hiyo. Mungu anatumia watu wadhaifu na wanyonge kuviaibisha vyenye nguvu. Bwana asifiwe. Haleluya. Wapendwa, Mungu yupo. Kuna wakati mwingine sauti ya Mungu inasema muda huu ni wakati wa kufanya jambo langu. Unaanza kubishana na Mungu. Sio wewe, ni
adui yupo mlangoni anasubiri ukosee kidogo, kwa sababu ukitii kile cha Mungu utatembea katika nuru ya Kristo. Ukitii cha Mungu utatembea kwenye amani ya Kristo. Ukitii cha Mungu utatembea kwenye ushindi wa Kristo. Ukijichanganya kidogo anapata sababu ya kukushtaki. Na utii unaambatana na unyenyekevu. Utii unaambatana na kujishusha kwa hali ya juu. Kama nilivyokuambia, ukimtii Mungu sana, kwa macho ya kibinadamu onekana wewe una shida kubwa. Lakini naomba nikutie moyo. Unajua watumishi wa Mungu kina Petro waliwageukia wale watu akasema, ni vizuri sana kuwatii ninyi ama kumtii Kristo. Tumechagua kumtii Mungu wala sio kuwatii nyinyi. Aheri uonekane haufai machoni pa wanadamu, lakini mbele za Mungu unafaa. Aheri uonekane wewe si chochote machoni pa watu, lakini mbele za Mungu anakustawisha kila itwapo leo, kwa sababu mkono wa Mungu ukiwa juu yako, kwa sababu neema ya Mungu ikiwa juu yako, kwa sababu huruma ya Mungu ikiwa juu yako, hakuna kuweza kushindana na wewe. Mwanadamu atatamani kushindana na wewe, lakini kama unatembea kwenye utii wa kiungu, Mungu atafanya namna. Atakuandalia chumba, atakuandalia sehemu ambayo utavuka bila vikwazo. Tunapofika kwenye eneo la kumtii Mungu, ni unahitaji kuomba sana, kumwambia Mungu, niumbie moyo safi. Saa nyingine udhaifu wetu sisi unatufanya tushindwe kumtii Mungu. Unajipima, unajiona ya kwamba yamkini hapa ni pakubwa sana, mimi siwezi. Yamkini mimi kwa umri wangu nilionao siwezi. Yamkini mimi kwa muonekano wangu na jinsi na hali yangu ilivyo siwezi. Kuna vitu vingi inapokuja kwenye swala la kumtii Mungu, unaanza na maswali mengi. Yamkini kwa hali nilionayo hivi, watu watanionaje? Kwa mambo ambayo nimeyapitia, maisha aliyopita, watu watanionaje? Sikiza nikwambie, Sauli alipoamua kumgeukia Kristo, hakuangalia ni nani yuko mbele. Na leo hii kwa sababu ya kumsikiliza Mungu, Anania alifanyika kuwa msaada mkubwa kwa Sauli, na mpaka leo tunamwita Paulo, aliyeandika nyaraka nyingi kuliko watumishi wote waliotangulia mbele yake. Mwambie jirani yako, kutangulia sio kufika. Unaweza kutangulia lakini usifanye yaliyo mapenzi ya Mungu. Unaweza kutangulia lakini usifanye lilo kusudi la Mungu. Mpendwa, kuna vitu vingi sana ambavyo Mungu anatamani atusaidie na kuvifikia kwenye maisha yetu, lakini tunapoteza muda na tunampotezea muda. Lakini kitu ambacho mimi najua, Mungu yeye ni yote katika yote. Mungu yeye ni yote katika yote. Lakini katika yote utii umeambatana na muda. Leo hii nikija kwako baba Mzee Kimeu, nikikwambia ninahitaji 10,000, naomba unisaidie 10,000. Nina uhitaji nao sahihi. And then unaniambia, nitakupa kesho kutwa. Lakini uhitaji wangu sio kesho kutwa, ni sasa. Kwa sababu kutii kwako kutanisaidia mimi kufanikisha kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu. Lakini kwa sababu kuna upinzani ndani yako, ukweli 10,000 unayo, lakini adui amekushikilia usiweze kunipatia. Na Mungu atakuangalia, atakuacha. Lakini tabia ya Mungu huwa na waga na tabia ya kutunza kumbukumbu. Bwana asifiwe.
Haleluya. Mungu akisema saa hii fanya. Kesho fanya. Kesho kutwa fanya. Mwambie Mungu ni lini? Anania anasema, kwa nini niende? Anasema saa hii inuka uende. Sauli yuko magotini, ameshakuona unaenda. Wangapi Mungu amewasemesha kwa habari za watu mfanyike kuwa msaada, lakini umepuuzia? Wangapi Mungu amewasemesha kwa njia ya maono, kwa ndoto, saa nyingine kupitia watu, lakini umepuuzia, umejizima data. Waswahili wanasema. Let me tell you, naomba nikwambie kitu, nikukumbushe. Mungu anapoachilia kitu kwa wakati, manake kimelindwa na Bwana. Kimelindwa na Bwana. Kitu cha Mungu huwa kina ulinzi. Kitu cha Mungu huwa kinasimama chenyewe, kinajitetea. Mwanadamu usipotetea, Mungu atajitetea mwenyewe. Kama utashindwa kusema hiki ni cha Mungu, Mungu atainua mawe, Mungu atainua malaika zake, Mungu atainua watumishi, atasema yes, hiki ni cha Bwana. Usikidharau kwa sababu ya jinsi kinavyoonekana ni kidogo sana mbele yako, ama ni kikubwa sana kinakuzidi. Bado Mungu anakuhitaji utii sauti yake kwa namna ya pekee na kwa namna ya ajabu. Ukitii sauti ya Mungu, umeruhusu mafuta ya Mungu yasimame mbele yako, utembee katika viwango vya namna ya pekee, kwa sababu Mungu anachoangalia ni utii wako mbele zake. Unamtii nani mpendwa? Unamtii nani? Unamtii nani? Mungu amekuvumilia sana. Afadhali hata Sauli alikuwa bado hajamjua Kristo. Lakini ngoja nikwambie, kuto kusikiliza sauti yako kwa Mungu anaposema nenda kafanye jambo fulani, unakwamisha vitu vya kimungu visitendeke kwa wakati huo. Baada tu ya Anania kwenda kutii sauti ya Mungu na kumwekea mkono Sauli, Roho wa Bwana alishuka hapo hapo kwa Sauli, akamjaza nguvu za Roho Mtakatifu. Hapo hapo Roho Mtakatifu alishuka akamjaza Sauli, akabadilishwa, akawa chombo kiteule cha Mungu, sio chombo cha zamani tena. Waliokuwa wanamuita Sauli, sasa wanamuita Paulo. Kuna watu bado wanatumia imeji yako kukuzuia mahali fulani kwa sababu lishawahi kufanya mambo fulani wakayasikia, na kuna watu bado wanatumia historia yako ya nyuma kukuchafua. Hawajui ya kuwa Mungu alishakubadilisha. Wewe ni chombo kiteule cha Mungu. Jicho la Mungu liko juu yako. Unapoingia, unapotoka, neema ya Mungu iko juu yako. Unapozungumza, kibali cha Mungu kipo juu yako. Wewe sio mtu wa kawaida. Wanaodhani ya kwamba unaishi maisha ya zamani, yale ambayo umeshatoka, wanajidanganya wao. Mungu yupo katikati ya hili lango, anasubiri uchukue nafasi, useme yes sir, niko tayari, nitumie kama vile upendavyo. Baada ya kujua ukweli Sauli, ni nini kilifuata? Baada ya Anania kumtii Mungu, ni nini kilifuata juu ya Sauli? Yamkini wewe ndo sababu ya mtu fulani asimove. Umekuwa wigo kwake, umekuwa kivuli kwake, kama Ruto na Ibrahim. Baada tu ya Ibrahim na Ruto kuachana, Mungu akasema na Ibrahim. Kila mmoja anayesikiliza huu ujumbe wa Mungu asubuhi ya leo, wewe uliko mahali hapa unasikiliza sauti ya Mungu, mwambie Mungu, nisaidie, niumbie moyo safi, moyo wa kukupenda. Hata mimi ninamuomba Mungu niumbie moyo safi, kwa sababu imeandikwa, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Hata mimi ninatamani Mungu aniumbie moyo safi kwenye maisha yangu. Natamani anifanye upya kila siku. Natamani anijenge. Natamani anibadilishe. Kama kuna hali yoyote ndani yangu ambayo haimpendezi, Mungu anibadilishe, nikawe chombo kinachofaa
machoni pa Mungu kama Sauli. Nikawe mtu ambaye nitaifanya kazi yake kwa moyo wa kupenda. Nisiwe mtu wa kulazimishwa, kwa sababu Mungu hapendi tufanye kazi yake kwa kulazimishwa. Anatamani tufanye kwa unyenyekevu na kwa moyo wa utii na kwa moyo wa kupenda. Mpendwa, Mungu awabariki sana. Kesho tutaendelea na tutaona ya kwamba vitu gani vilitokea katika kumtii Mungu juu ya safari ya hawa watu, ndugu zetu. Haya maisha yanahitaji kumsikiliza sana Mungu kuliko wanadamu. Wanadamu watakuconfuse, wanadamu watakuchanganya vibaya sana. Lakini ukiwa na uhakika na Mungu unayemwabudu, utasema ni salama rohoni mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jiambie tu kusema ni salama rohoni mwangu. Hata kama mawimbi yaje namna gani, hata kama ugumu namna gani, hata kama unapingwa kiasi gani, jifunze kusema ni salama rohoni mwangu, kwa sababu niliyembeba ni yuko salama. Niliyembeba anaongoza hatua zangu. Niliyembeba ndo anajua kesho yangu. Kuna wakati mwingine tujifunze kumwachia Mungu yeye atawale. Tunaweza tukatumia kwa akili zetu mambo kwamba yaende, lakini asiende, kwa sababu akili zetu zinatumiwa saa nyingine na adui. Lakini tunapoachilia na kusema acha Mungu ufanye, kama vile Anania, fanya tu kama Mungu alivyomwambia Anania, fanya tu. Mungu awatunze na kuwabariki kwa ajili ya hili neno asubuhi ya leo. Naomba tusimame. Jichunguze, jitafakari ndani ya moyo wako. Mara ngapi Mungu amekusemesha mambo umempuuzia? Mara ngapi Mungu amekusemesha vitu umepuuzia? Mara ngapi ameinua watu amekusemesha ili kukusaidia kufika mahali kuvuka, umewapuuzia? Tafakari. Ashukuru mama. Unajua kuna watu kila siku asubuhi hapa wanaamka wanakuja. Toka nimeanza kuja Morning Glory hawajawahi kukosa kuja hapa. Tafakari unavyojitoa mwanga, unaamka asubuhi. Kuna watu wengine wanafuatilia online kila siku, hawajawahi kukata tamaa. Jitafakari. Je, unamtii Mungu kwa kiwango kipi? Omba mbele za Mungu, mwambie Mungu, niumbie moyo safi wa kukutii wewe. Mwambie Mungu, niumbie moyo safi, moyo safi. Kwa sababu ukiwa na moyo safi, amani ya Kristo haitaondoka ndani ya moyo wako. Katika kitu ambacho huwa namshukuru Mungu sana kwenye maisha yangu, na huwa ninaomba sana, huwa sikubali mwanadamu aondoe amani ya moyo, kwa sababu yeye ni mfalme wa amani. Kama Anania akukubali amani itoke. Mtakatifu Mungu wetu, asante kwa kutubeba jinsi tulivyo, hujawahi kutuchoka na madhaifu yetu. Wewe ni Mungu wa pekee, sio mwanadamu. Ulimbeba Sauli, ulimuona hata alipokuwa akilitesa kanisa. Uliona jinsi alivyokuwa akiwatukana watumishi wako, lakini bado ulimvumilia, ulimbeba, ulimtazama, ukuruhusu mabaya yampate kwake. Kwa sababu ulikuwa umeshajua mbele kuna utukufu mkubwa kuliko huo wa mwanzo wa mateso. Bwana Mungu, asante kwa kuokoa nafsi zetu ili zipate kukujua, ili Mungu tukakutii mahali unaposema wewe, lakini Mungu kukusikiliza zaidi maelekezo yako. Tusamehe mahali ambako tulitumia kwa akili zetu na fahamu zetu. Roho Mtakatifu, Mungu mwaminifu, rafiki yetu mzuri, tunasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo, kwa ajili ya watu wote ambao tumefika mahali hapa na wale wanaofuatilia online. Yesu, gusa nafsi ya huyo baba,
gusa nafsi ya huyo mama, gusa nafsi ya huyo kijana, gusa nafsi ya huyo binti, gusa nafsi Bwana ambayo iko tayari kusema Mungu, nitumie kama upendavyo, nisaidie kukutii. Naomba roho ya unyenyekevu sana, kwa sababu pasipo unyenyekevu hakuna hakufai. Na ndio maana Kristo alikuwa mnyenyekevu mpaka pale msalabani. Haikuwa jambo rahisi kukutii, palikuwa na uchungu na kilio, kulikuwa na kusalitiwa, lakini alisema acha mapenzi yako yatimizwe. Yako mapenzi ambayo Mungu unatamani yatimizwe kwenye maisha yetu, na kuna watu ambao Mungu umeweka duniani kwa ajili yetu ili kutusaidia kufika mahali, lakini adui amewakamata pasipo wao kujua. Ninaomba Kristo asubuhi ya leo neema yako ikapite katikati ya mioyo yao. Sema nao Mungu, sema nao Yesu. Hujawahi kuwa Mungu mwigizaji, wewe ni Mungu halisi. Tunapokuabudu, tunakuabudu wewe Mungu unaishi, unetulinda, unetupigania. Pokea Yesu sifa, heshima na utukufu. Peke yako unastahili. Mbele yetu kuna sadaka, tunaomba Mungu kazibariki. Kila mmoja atakayetoa, Baba ukapate kumsaidia katika kutoa kwake. Sadaka nyingi zinatolewa asubuhi ya leo. Kuna watu wamejitoa muda wao, kuna watu Mungu wametoa fedha zao, kuna watu wametoa muda wao kukaa na watumishi mbalimbali kuwasaidia, kuwatia moyo, wala sio kuwavunja moyo. Wakumbuke na wabariki kwa sababu wametenda yaliyo mema machoni pako. Asante Yesu. Tukisimama kinyume na kila hila za adui, hazina nafasi juu ya maisha yetu. Tunaomba ulinzi wako wa namna ajabu ukawe pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Kanisa la Mungu tuseme amen.